awe msanii wa aina yoyote yule, ana nafasi kubwa ya kuweza kuelezea jamii, kwa sababu mwanamke, ukitaka kuangalia katika jamii zetu za Kiafrika, hayupo mwanamke au hayupo binadamu au hayupo mwanaume ambaye ametoka kwenye familia hajawahi kukutana na jambo kama hili aidha dada yake au aidha mama yake. Sisi wenzetu tumelelewa na wazazi mzazi unakuta mwanaume ambao ni baba amefariki, amemwacha mama amemwachia watoto. Hii ni familia nayo pale nyumbani, unaelewa? Na ambapo unakuta yule mama bado umri wake ni mdogo kabisa, ambao pia naye anahitaji kuwa na mtu ambaye ni mwenza wake, unanielewa, kwa namna moja au nyingine, ili wakuweza kusaidiana maisha, ili wakuweza kusukuma gurudumu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo lazima kwa namna moja nyingine huyu anatakiwa apate mwenza wake, aolewe, unanielewa? Safi kabisa. Ziko changamoto nyingi ambazo zinawakuta wanawake wanajikuta wanatana na wenza wao. Ukiangalia katika jamii zetu za Kiafrika, kuna baadhi ya makabila unazungumzia, kuna makabila mengine ambayo yako mkoani Mara, kuna makabila ambayo unakuta yanatesa sana mwanamke, yanamtesa sana mwanamke, unanielewa, yanamnyanyasa kiasi kwamba kwa namna moja nyingine anafikia asilimia hata ya kuweza kumchukua, kumshikia silaha, vitu vyenye ncha kali. Sasa wewe unategemea huyu mwanamke anaweza kuchukua hatua gani? Kwa namna moja nyingine lazima achukue hatua ya kuweza kujiepusha kutoka dhidi ya huyo mwanaume anaoishi naye. Sasa huyu akitoka tayari ameshatengeneza familia katika yule bwana, ametoka tayari, ameenda kuanza maisha yake. Wewe unategemea yule anaitwa nani? Anaitwa single mother. Sasa je, kama jamii unavyozungumzia kwamba mwanamke mwenye mtoto hapaswi kuolewa, kwamba single mother hapaswi kuolewa, wanamwekea mambo mengi kwamba yuko hivi. Sasa jamii yeye ilitaka kwamba huyu mtu aendelee kuishi katika mazingira yake, mwisho wa siku hata mabaya yamtokee. Ndio jamii ilikuwa inapendelea vitu kama hivyo. Sisi kama jamii tuna nafasi kubwa ya kuweza kuelimisha jamii kama wasanii, unanielewa? Wewe kwa upande wako ulikuwa unazungumziaje hilo swala? Ni kweli, ila mimi yote naona kwamba ni vijana kukosa elimu. Vijana right wangekuwa na elimu ya kutosha kuhusu hili swala, wasingekuwa wanazungumza hayo maneno wanayozungumza kwamba masingomazi juu wako hivi na hivi. Kwa mimi nilikuwa naomba hili swala, kama serikali imeshaiona hili swala, ningeomba hata serikali ingeingilia kati, uwashauri vijana, ipeleke elimu kwa vijana kwamba masingomazo sio mnavyowafikiria, sio mnavyowatukana kwamba masingomazo ni malaya, sio masingomazo wakoje. Vijana wapewe elimu. Wakipata ile elimu, mimi nafikiri ili swala litafikia wakati, na sio tu kwamba serikali. Mimi nilikuwa naomba hata makanisani, mapadiri, wachungaji, wote wanadini wote wapewe elimu kuhusiana na swala la singomaza. Waelimishe vijana kwamba singomaza ana haki na yeye ni kama mwanamke mwingine, sio wanavyomchafua, wanavyodhani kwamba singomaza ni malaya hivi na hivi. Hamna, kila mtu akupenda kuwa singomaza, bali kila mtu amekuwa singomaza kutokana na changamoto mbalimbali alizopitia, kwa maana akawa singomaza. Kwa hiyo wanasema kwamba singomaza ni vijana tu kukosa elimu. Mimi nafikiri tuendelee tu kuwapatia elimu wasanii, tuungane, tuendelee kutoa elimu kwenye jamii. Nafikiri mimi hili swali litafikia mwisho.